Na mtazamaji wa Kikora FM TZ, leo hii tumetia kambi katika kambi ya Mashujaa Football Club. Lengo na madhumuni ni kuzungumza na baadhi ya wachezaji, kufahamu historia na maisha yao kwa ujumla, namna ambavyo wanavyo survive ndani ya mpira wa miguu Tanzania bara, ndani ya NBC Premier League Tanzania hapa. Lakini lengo na madhumuni ni kujua kipi ambacho wanachoishi nacho, lakini pia maisha yao kiundani zaidi, maisha ya kisoka pia yapo vipi. Tuungane wote. Jina langu ni Helbert Charles, kuweza kufahamu ndani wa maisha yao nje ya soka lakini pia ndani ya soka. Crispin Ngusha, habari yako? Safi vipi? Fresh. Naona una morali ya hali ya juu sana. Hamna, niko sawa. Mbona tunaonekana umepoa sana leo hii? Ndio kupumzika sasa hivi. Mama mmetu surprise muda kama huu, tulikuwa tumeshatoka mazoezi, muda wa kupumzika, nyinyi ndio mmefika. Tumekuja kusikiliza kila ambacho tunataka mtuambie siku ya leo. Crispin Ngusha, mtazamaji wa Kikora FM TZ, anatamani aweze kufahamu japo historia yako fupi hasa ya maisha ni yako vipi, ni uepukishana na mpira mpaka sasa. Maisha yangu mimi yameanzia Mbeya, mkoa wa Mbeya, wilaya ya Kyela. Ndiko maisha yangu alikuanzia huko mpaka sasa nipo hapa mkoa wa Kigoma. Ni kwa sababu ya changamoto ya kuendelea kutafuta maisha. Maisha yangu ya mpira kwa kiufupi, nimeanzia Mbeya, yakaenda Arusha yakaja Dar es Salaam yakarudi Mbeya sasa yapo Kigoma. Kwa kupitia katika mikoa tofauti ni changamoto moja ya maisha ambayo inakupa mchezaji nafasi ya kuendelea kuzunguka mikoa tofauti kaja kupambania maisha yako. Crispin Ngushi, tunaona wewe ni mchezaji ambaye ulipita vilabu vikubwa Young Africans pale, lakini pia ukupata nafasi ya kuitwa kwenye national team. Tunaona upo katika klabu ya Mashujaa, unaitwa kwenye national team hasa kwenye michezo ya CHAN. Ilikuwa furaha ya namna gani hasa ulipoitwa kwenye timu ya taifa, kwa sababu ni ndoto ya wachezaji wengi? Nilikuwa na furaha kubwa kwa sababu ni ndoto ya kila mchezaji kuitwa katika timu ya taifa. Na kipindi nipo klabu ya Young Africans kuweza kupata nafasi kutokana na kutokupata nafasi muda mrefu katika kikosi cha timu ya Young Africans kutokana na majeruhi ambayo nilikutana nayo. Nafikiri tangu nimepona majeraha yangu kwa timu zote ambazo nimeweza kuzunguka kwa kipindi hicho ambacho nimeweza kupona, nafikiri ninapewa nafasi na itumikia vizuri timu yangu, na ndio kwa maana naweza kuonekana na kuweza kujumuisha katika kikosi cha timu ya taifa. Unawaambia nini mashabiki wa Mashujaa lakini pia na wa timu ya taifa hasa kwa sasa, namna ambavyo ulivyo, yani uta maintain piki hii mpaka hapo msimu unamalizika? Katika swala zima la maintain piki ni matumaini ya kila mchezaji, kwa ni kuendelea kujiweka sawa, kujitunza na kufocus katika viwanja vya mazoezi ili kuendelea kuwa na performance nzuri katika kila mchezo ambao uko mbele mwetu. Matarajio yenu ni yapi hasa ndani ya msimu huu? Tukiangalia msimu ambao ulimalizika, mlishika nafasi ya 8 ndani ya msimamo wa NBC Premier League. Matarajio yenu hasa ndani ya msimu huu hapa 2024-2025 upo vipi? Mimi kama mchezaji matarajio yangu mimi kama mchezaji, kwanza ni kuweza kuiweka timu katika nafasi nzuri, sio nafasi zile za hatari ambayo kila mmoja anakuwa anajiuliza maswali, timu inabaki au inashuka, no. Kwa kila matarajio ya mchezaji ni kuweza kuiweka timu katika nafasi nzuri, na ndio malengo makubwa ya timu yetu, ibaki katika nafasi nzuri ambayo inaendelea kushiriki katika mashindano yaliyopo mbele yetu. Kwa hiyo nazidi kupambana na nafikiri kuiwakilisha timu yako kimataifa mpaka ufikie nafasi fulani katika ligi ambayo unashiriki. Nafikiri kila timu inatamani ifikie nafasi hiyo, nafasi kuanzia ya 4, ya 3, ya pili, ya kwanza, ili iweze kushiriki michuano ya kimataifa. Hivyo focus za wachezaji na matarajio ya timu yetu na wachezaji kiujumla, kila mmoja anatamani afikie nafasi hiyo ili aweze kucheza michuano ya kimataifa. Crispin Ngushi, hapo msimu ambao umemalizika mpaka sasa, nyie kama wachezaji unaona yani ubora wa ligi upo vipi? Yani hapo kilinganisha msimu ambao umemalizika na msimu huu, je, ligi ya Tanzania bara NBC Premier League unaiona vipi? Kila msimu unakuja na mabadiliko makubwa. Ligi yetu inakuwa ina changamoto, kila timu zinakuwa zimefanya usajili, zimejipanga katika michuano. Hivyo kila msimu unavyoanza, ligi inazidi kuwa bora zaidi na inazidi kuwa imara pia. Kwa kila mchezaji anakuja kitofauti katika kila msimu ambao anakutana nao. Sisi kila mchezo tunaocheza ni fainali kwetu. Tunahitaji pointi 3 yani zaidi ili tuweze kufika malengo ambayo tumejiwekea kama timu. Mimi story yangu kwa ufupi, kwanza mimi huaga sichagui sehemu. Umeona, mimi kokote kambi yani. Umeshaelewa? Kwa sababu hii ni sehemu ya kazi yangu. Kwa hiyo sichagui kwamba mimi nitacheza Dar es Salaam ama nitacheza
mimi kokote timu ambayo inahitaji huduma yangu mimi naelekea kwao. Nimeanza kucheza timu ya Makorora Star ambayo iko mkoani Tanga, Makorora. Then hapo nikahamia, kuna timu moja inaitwa Eagle Sports Academy ambayo ilikuwa inafundishwa na mwalimu Bakari Shime ambaye ni kocha wa wanawake sasa hivi wa timu ya taifa ndo amenifundisha kuanzia mdogo hapo. Nimecheza nimemaliza hapo, mwalimu ule akaenda timu ya Coast akawa anafundisha Coast under 20. Baada hapo mimi akanichukua tena akanipeleka katika hiyo timu under 20, nikacheza msimu wa kwanza, tulienda kwenye mashindano Burundi kule, tukaingia finali, tukacheza na Kongo tukafungwa, tukarudi Tanzania tukacheza World Cup, mashindano ya World Cup yale tumecheza, tumemaliza, tumeshika nafasi ya pili. Msimu unaofuata tena tukacheza tena World Cup, tukashika nafasi ya kwanza, tukachukua ubingwa. Baada ya kuchukua ubingwa mimi nikaitwa national team under 20. Kuitwa national team under 20, baada hapo timu ya Coast kanipandisha, lakini nilikuwa nacheza bila mkataba, yani mechi zile za mwisho yani. Nikiwa natoka kwenye Coast B kana nacheza mechi zile za mwisho, nimecheza karibia takriban mechi 4 au 5. Baada ya hapo mimi wakanisajili kama senior timu ya pale ilikuwa inaitwa Mgambo JKT. Ndio nikasaini pale, nikacheza mwaka wa kwanza, nikacheza msimu wa pili. Baada hapo mimi nikamaliza Kagera Sugar, ndio kaniona mimi nikahamia Kagera Sugar. Safari yako baada ya sasa Kagera Sugar ilikuwaje mpaka leo hii tunakuona kwa Mashujaa? Kagera Sugar mimi nilicheza takriban misimu miwili, nikaondoka nikaenda JKT, nikasaini JKT. Sikukaa sana kwa sababu nilikuwa na injury. Nikacheza nusu msimu, nikacheza msimu mmoja, lakini sikucheza sana. Nimecheza mechi za mwisho ambazo zilikuwa 3 zile. Baada hapo mimi nikarudi nyumbani, nikakaa nusu msimu wote sikucheza, nikasajili Mbeya City, ambao Mbeya City ili tulinusuru kubaki daraja, ikabaki ligi kuu. Mimi nikarudi tena Kagera Sugar. Maxima alivyosani Kagera Sugar, mimi akabidi nirudishe tena Kagera Sugar. Labda ikitokea sasa umepata bahati ya kukutana na Bakari Shime, kipi ambacho unaweza ukamwambia hasa, na yani ukiangalia zamani lakini pia sasa ambapo ulipo, yani unaweza kumwambia nini? Bakari Shime mimi sina cha kumwambia, ila ni mzazi. Yani kwangu mimi ni kama mzazi. Yani kama mzazi yani kwangu mimi Bakari Shime. Mashabiki wa Mashujaa hususan wote yani Tanzania nzima ambao wapo mikoa mbalimbali. Sisi msimu huu tumejipanga vizuri na tuna malengo yetu. Umeona, kwa hiyo wao waendelee kutusupport. Sisi tutafanya vile ambavyo tunafundishwa na mwalimu, na wao wala wasio na wasiwasi kabisa. Mipango yetu ni kumaliza timu 4 bora. Kwa hiyo ndio mipango mikubwa ambayo tumejiwekea msimu kama wachezaji pamoja na benchi la ufundi na viongozi. Hii raundi ya kwanza tunapambana hizi mechi zilizobaki zote tupate matokeo mazuri ili tuweze kutimiza hayo malengo. Kwa sababu hatuwezi kutimiza hayo malengo ya kuwa timu 4 za juu kama hatujafanya vizuri katika hizi mechi ambazo zipo hapa mbele yetu. Kwa hiyo naamini kwa umoja na wachezaji na benchi la ufundi, lakini wao kama wana Kigoma wakiweka nguvu yao kubwa tutafanya vizuri sana. Labda ni mchezaji gani kwa nafasi yako ambao umekuwa ukicheza labda na kuvutia sana yani kwa Tanzania hapo, lakini pia hata Ulaya Rashford, Mbappe, ni watu ambao wananivutia sana. Jude Bellingham. Uzuri wa mpira, kila mtu ana kitu chake. Kwa hiyo iko kitu ambacho uko nacho ndio kitu ambacho kitakufanya utumike kwenye muda gani. Kwa sababu ukiangalia msimu uliopita mechi asilimia kubwa toka nimefika mechi zote nilikuwa nacheza. Kama sikucheza basi naingia. Kwa hiyo mwalimu anajua kipi ambacho kipo, mazoezini anajua kitu ambacho kipo. Kwa hiyo yeye mwenyewe akiona kile ambacho kipo kwangu anaweza akakitumia, basi kitatumika. Na ndivyo hivyo ambavyo vinafanyika kwa wachezaji wengine. Kweli ni kwamba wala hakuna shida kubwa ya kusema kwamba labda kuna shida, no. Kuna na mambo ni mazuri tu. Kwa hiyo inategemea tu game plan ya mwalimu itakavyokuwa. Sisi kama Mashujaa tunawaambia watazamaji na wapenzi wa Mashujaa hapa Kigoma, tunawaambia kwamba watuunge mkono. Sisi tunahitaji nafasi 4 za juu kwenye ligi. Na tukiingia kwenye nafasi 4 za juu ina maana tunajiandaa kwa ajili ya kimataifa katika msimu utakaofuata. Kwa hiyo tuko tayari, tunapambana na tunaamini tutafanya vizuri sana. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa sababu katika misimu yote 5 niliocheza ligi kuu nahisi huu ni msimu wangu bora ambao naweza nikaukumbuka baada. Yaani siri ya kuwa na kiwango bora ni mtu kujitoa na kujua hapa nilipo natakiwa nifanye nini na
kipi nikifanye ili niweze kuisaidia timu. Hicho ndio kimenifanya hadi sasa hivi nimekuwa na kiwango bora. Nimecheza daraja ya kwanza Pamba, nimecheza daraja ya kwanza Gwambina, nikaipandisha, nikacheza ligi kuu, nikaenda Kagera misimu miwili. Msimu ulioisha nika Geita, msimu huu nimekuja hapa. Mimi kumshawishi mwalimu, yani kutokana na jinsi sasa hivi mechi zinavyoonyeshwa, hata ukiwa timu nyingine, yani unaweza ukaonyesha kiwango, mwalimu wa timu nyingine akakuelewa. Sio, umeelewa? Kwa hiyo mimi mwalimu alionisajili hapa alinifuatilia toka kipindi nipo Gwambina, nipo Kagera, nipo Geita. Kwa sababu Geita nilikuwa nimecheza tu msimu mmoja na timu ikawa bahati mbaya kushuka, akaona ndio nafasi yake ya yeye kunifuta. Kwanza cha kwanza nilichokuwa, hata kama nilipokuwa timu zingine nilikuwa siko happy kwa sababu najua Kigoma ina wachezaji wengi na wengi wakubwa washastaafu na wengine wanafikia, kwa sababu Kigoma kwenye swala la mpira kidogo inajitahidi. Na hata kama nilipokuwa Kagera na nilipoona playoff ya Mashujaa nikasema timu ya nyumbani lazima ifanye kipande, kwa sababu nilikuwa nafurahi timu ilipopata, kwa sababu huku ni nyumbani na mimi mzaliwa nyumbani Ujiji. Kwa hiyo nilifurahi kwa sababu nilipopigiwa simu kuja hapa sikusita, kwa sababu na huku nilipokuja ni nyumbani. Timu zote nilizopita, yani msimu huu umekuwa tofauti na msimu yote niliocheza. Na kinachonifanya mimi nakuwa na kiwango bora ni kwa sababu ya kujituma na kusema na kuamua kwamba sasa hivi natakiwa nifanye kazi ili niweze kuonekana, kwa sababu mpira wa sasa hivi unalipa. Na mpira ukionyesha kitu, kila mchezaji yote duniani kila anapokuwa anacheza na ana imani kwamba ipo siku ataitwa national team, kwa sababu ndio timu ya mwisho ambayo inamtangaza mchezaji zaidi kuliko timu zingine. Kwa hiyo mapambano yangu yote mimi mwenyewe namuomba Mungu ili niweze kuitwa national team ya aina yoyote, kwa sababu ukishaitwa national team na unakuwa na CV fulani hivi ambao unaweza kuona. Najua nchi yetu sio kama nchi za wenzetu kwamba na mwanzo mzuri wa vijana ambao wanacheza mpira, lakini kikubwa ninachotaka kuambia kwamba wasikate tamaa, wapambane, kwa sababu mimi mwenyewe sikutarajia kama mimi nitafika na hadi dakika hii sina wakala, sina nani. Namshukuru Mungu kwa hilo lakini najua mpira, siri ya mafanikio ya mpira ni mazoezi. Na kujitunza ndio siri ya mpira. Wakifanya hivyo watafika mbali, hata zaidi ya hapa nilipofika mimi. Kikubwa wasikate tamaa, waendelee kufanya mazoezi, wajitunze, waamini ipo siku lolote linaweza kutokea, kwa sababu sasa hivi mpira unaangaliwa na watu wengi. Wanaweza akawepo daraja 3 anacheza akajua anaonekana tu na watu wa huko, lakini kuna watu wanakuwa wametuma maspaya wake mikoani kwa ajili ya kutafuta vipaji vya watoto kufanyaje, sijui unanielewa. Kubwa kila mtu mwenye uwezo na bado ni kijana aonyeshe uwezo wake, asione aibu kuonyesha uwezo. Tumetoka kuwasikiliza baadhi ya wachezaji wa timu ya Mashujaa kwa undani zaidi, wameweza kuelezea namna ambavyo maisha yao yalivyo ya kisoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Nikiripoti kutoka eneo hili la kambi ya Mashujaa mkoani Kigoma, mimi ni Herbert Charles wa Kikora FM TZ.